Nataka tuongee kwa habari ya umuhimu wa kanisa kuomba. Tunapoongelea kanisa sio jengo, watu wa Mungu, sawa? Ndio maana Kristo Yesu anasema nitalijenga kanisa ambalo misingi ya kuzimu halitafanya nini? Halitaiweza au halitaishinda. Nguvu za kuzimu haliwezi kuiweza kanisa, kwa sababu kanisa limejengwa kwenye msingi wa nani? Wa Kristo Yesu. Kanisa ni mtu ambaye amemkubali Kristo Yesu. So tunapoongelea umuhimu wa kanisa kuomba, tunaongelea umuhimu wa wewe ambao unamjua Yesu kuomba. Kwa sababu Biblia inaelekeza kwa habari ya kuomba, si watu wa Mungu. Na maombi sio ombi wewe uombe. Maombi ni agizo. Hakuna agizo linatolewa alafu mtu akaacha kulitekeleza akapata manufaa. Sasa Biblia inaongea kwenye Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa ngapi? Wa 17 pale, si ndio? Ombeni bila kukoma. Haleluya. Kwa maana nyingine imetoa mwelekezo wa kuwa endelevu katika nini? Maombi. Lakini upo muhimu wa kanisa kama kanisa kuomba kwa pamoja. Maombi ni nini? Maombi ni mazungumzo au mawasiliano baina yangu mimi na nani? Baina yako wewe na nani? Kama ni maombi ni mawasiliano, ni njia ya mawasiliano kati yetu sisi na Mungu. Yule ambaye haombi hana mawasiliano na nani? Mtu anayeomba anakubali kuwa na mawasiliano na nani? Na Mungu. Unatakiwa kuomba ili kudhihirisha ushirika baina yako na nani? Kwa sababu mnapowasiliana ndipo mnatengeneza nini? Ushirika. Hakuna ushirika unatokea bila mazungumzo. Na mazungumzo ndio yanatengeneza nini? Ushirika. Hakuna ushirika nje ya nini? Ya mazungumzo. Kwa tunapozungumza tunatengeneza ushirika sisi na nani? Na Mungu. Mtu asiyeomba kwa mwingine amekataa kutengeneza ushirika na nani? Na Mungu. Lakini maandiko yanatuwekea wazi, ombeni kila wakati. Ombeni bila kukoma. Kwa mwingine maandiko yanataka tuwe na mwendelezo katika nini? Maombi. Haleluya. Nasema maandiko yanasema ombeni bila kukoma. Kwa mwingine yawepo maendelezo katika kuomba. Ukiwa Mkristo unatakiwa kuomba. Mkristo anayeomba ni yule ambaye amejaa nini? Neno likijaa ndani yako, automatically kuomba kwako ni rahisi. Wao ukiwa ni mtu wa neno, utatamani kuomba. Kwa sababu nikwambie kitu, Yesu mwenyewe aliomba. Yesu mwenyewe alifanya nini? Aliomba. Ombeni bila. Kwa kuomba ni mwendelezo. Kunatakiwa nani ya kanisa? Kama kanisa lazima tuombe. Na kuna faida ya kanisa kuomba na matokeo ya kanisa kuomba. Kanisa likinyamaza bila kuomba, kuna vitu haviwezi kwenda. Hata katika nchi, hata katika serikali, kanisa lisipoamua kusimama kwenye kuomba, tutaona vitu haviwezi kwenda sawa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe angalia kwenye Agano la Kale lote, hakuna maongozi alikuwa anatoka nje ya Mungu. Maongozi yote ya watu waliofanikiwa viongozi yalitoka ndani ya nani? Biblia inasema ikiwa nani? Ikiwa watu wa nani? Watu wa Bwana, ambao ni watu ambao mmeokoka wakati huu. Haleluya. Ambao ndio kanisa la Mungu, ambao ndio wewe na nani? Anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Kwamba sisi tumeitwa kwa jina la Kristo Yesu. Tunaitwa Wakristo, wana wa Mungu, tuliozaliwa na Mungu. Anasema wakiomba, wakijinyenyekesha na kuomba, wakifanya nini? Kwa mengine wakubali kushuka na kuanza kumwomba Mungu. Biblia inasema kwamba yeye ataiponya nchi, ataponya kila kitu. Haleluya. Atatuponya na kila kitu. Kwa sababu gani? Tumeamua kurudi magotini kwa Bwana. Kila kitu unachokifanya kwenye maisha yako unahitaji kutanguliza maombi. Bwana asifiwe. Chochote unachokifanya kwenye maisha yako, tanguliza nini? Usifanye jambo lolote kwenye maisha yako bila kulitanguliza kwenye maombi. Ili uone matokeo, lazima uruhusu Mungu awepo kwenye kile unachokifanya. Hata kiwe ni kidogo namna gani. Bwana asifiwe. Nasema na mtu mmoja mahali hapa. Kuna mtu vinaingia ndani. Hata kiwe kidogo namna gani, anza kuweka mkono wa maombi katika sehemu hiyo. Anza kuweka mkono wa Mungu katika hilo, ili Mungu aweze kukichukua aende nacho. Maisha ya Mkristo ni maisha ya maombi. Sio maisha ya kukaa hivi hivi. Kwa sababu unapoomba kuna amani inatokea. Unapoomba kuna furaha inarejeshwa. Haleluya. Unapoomba kuna vitu vinatokea kwenye maisha. Bwana asifiwe. So unapaswa kuomba kila leo. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuomba, Mungu anafanya restoration
pale mtu anapoamua kumrudia kwenye maombi. Shukrani, mtu ananielewa? Mungu anafanya urejesho kwa mtu yule ambaye anaamua kurudi magotini mwake na kuomba kwake Mungu. Mungu anaanza kurejesha vitu. Kuna vitu vinaweza vikawa vimeibiwa, ili virejee lazima uvisemee. Na namna pekee ya kuvisemea ni kwenye maombi. Namna pekee ya kuvisemea ni kwenye nini? Lazima ukubali kuwa mtu wa kuomba. Haleluya. Na Mungu siku zote anasikia maombi. Kornelio, Mungu anamwambia, sala zako na maombi yako vimefanya nini? Nimevisikia. Kwa mengine kumbe Mungu, nisikilize kwa makini. Kumbe Mungu anasikia maombi. Wana wa Mungu, nikutie moyo zaidi. Mungu anasikia nini? Unapoomba Mungu anasikia na yeye anafanya. Mungu anaweza akawa amesikia. Wewe unajua tatizo liko hapa. Sisi tuna haraka sana kuliko Mungu. Ndio tatizo linaanziaga hapa. Sio kama kuna mtu amenielewa nilichokiongea. Tunakuwa na haraka kuliko nani? Sababu Mungu anafanya ndani ya wakati. Sisi tunataka ndani ya wakati wetu sisi. Ndipo Mungu afanya nini? Kumbe Mungu ana wakati wake, anajua nikikuletea hiki kitakuwa na manufaa zaidi. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. So unapoomba, hata ukiona Mungu hajafanya sasa hivi, bado Mungu ana uwezo wa kufanya nini? Kufanya. Luka 18 mstari wa kwanza. Usikate tamaa wakati wa kuomba. Usiruhusu kukata tamaa wakati wa nini? Wewe unatakiwa kusema mbele za Mungu. Kusema mbele za Mungu. Kutamka mbele za Mungu. Kuongea mbele za Mungu. Wakati wote omba. Maandiko yanasemaje? Rudia tena. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Inawapasa kumwomba Mungu siku zote. Haya ni maelekezo. Inawapasa kumwomba Mungu siku. Wala wasikate. Wala msikate. Kwa kumbe sisi tunapaswa kuomba bila kukata nini? Bwana asifiwe. Nikwambie kipindi kigumu ni kipindi kile ambacho unajikuta unaomba alafu huoni matokeo. Unajua hicho kipindi? Umewahi kupitia hicho kipindi? Unaomba lakini huoni breakthrough. Yaani vile unavyoomba unavyoona ugumu unafanya nini? Hivyo ndivyo inatakiwa kwenye maisha ya Mkristo. Na hivyo ndivyo Mungu anataka itokee. Ili kwamba unapovuka ujue kwamba kuna kitu ulikuwa unakiomba na kuna kitu ulikipitia. Sasa uvuke kirahisi tu, tambalale kwa Yesu. Lazima tukubali kubadilika. Tukubali kuwa kanisa ambalo linaomba. Kanisa linaloomba ni kanisa ambalo limeamua kukua. Niseme kwa nguvu zaidi. Kanisa linaloomba ni kanisa ambalo limeamua kufanya nini? Haleluya. Watu wa Mungu walikamatwa. Alikuwa ni Petro. Wajiji Petro si ndio? Wamewekwa wapi? Gerezani. Haleluya. Kanisa linasimama kuomba. Bwana asifiwe. Kanisa liko nyumbani linafanya nini? Linaomba, linaombea watumishi wa Mungu. Angalia, malaika anatokea, anawafungua gerezani, anafungua milango, cheni zinaanguka, kwa sababu kuna watu walikuwa wamesimama kwenye nafasi yao kuombea watumishi wa Mungu. Kwa kuna vitu vinafunguka. Nakwambia hapo hapatoshi kama tukiamua kuwa watu wa maombi. Usione vitu vinatokea kwenye kanisa tu. Kuna watu wameamua kusimama na mtumishi wa Mungu ili vitu viweze kutokea. Wewe unafurahia matunda ya kina Albert Angel, sijui akina nani tena? Taja wewe mwenyewe. Taja. Haleluya. Mimi nakutajia mmoja, nani mwingine? Ben Hinn, nani mwingine? Taja. TD Jakes, nani mwingine? Mwamposa, taja tu. Nani mwingine? Nani? Tony Kapola, nani mwingine? Taja. Whatever, sio? Wewe wote unataka mtaje. Wao unaona wamefanikiwa hapo. Kuna watu wako backup nyuma yao. Haijalishi wanasimama kwenye miungu gani na Mungu gani. Lakini kuna backup iko nyuma yao, imesimama nao kuhakikisha inampush mtumishi wa Mungu anaenda. Lazima sasa tuwe na watu ambao wana uchungu, wana moyo wa kulisemea kanisa na kuliombea kanisa ili kuwa na manufaa ndani ya kanisa. Nifungulie Yohana 16:24. Kumbe katika kuomba kuna furaha inatimizwa ndani yetu. Kwa sababu gani? Hakuna mtu anakupa zawadi alafu ile zawadi ikawa ni nzuri kwenye maisha yako usifurahie. Unapopewa zawadi unaifurahia, si ndio watu wa Mungu? Hata kama ni kidogo lazima kufanya nini? Sasa unapoenda kuomba Mungu anapofanya, nini kinatokea? Si unakuwa na raha. Haleluya. Hebu kutana na mtu ambaye Mungu amemfanyia hitaji ambalo alikuwa analitaka, afu uone furaha yake. Haielezeki. Kwa hiyo tunapoomba kuna furaha inazaliwa ndani ya maisha yetu. Yuda 1:20 inasemaje? Yuda 20 hapo inasemaje? Na kuomba katika
Kwa kama tunaomba tunatimiziwa, ili matimizo yawepo lazima tukubali kuwa na Roho wa Mungu ndani yetu. Bwana asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Na ndio maana nilianza kufundisha kwa habari ya Roho Mtakatifu mahali hapa, ili kila mtu awe na Roho wa Mungu ndani yake. Kinachoweza kusaidia kuomba kwa usahihi ni yule Roho wa Mungu aliyoko wapi? Ndani. Bwana asifiwe. Maandiko yanaweka wazi, yanasema sisi hatujui kuomba itupasavyo, lakini Roho wa Mungu hutuombea kwa kufanya nini? Kusikoweza kufanya nini? Kutamkika. Kwa hiyo Roho wa Mungu anajua haja ya roho zetu. Haleluya. Kwa sababu ili aijue haja ya roho yako lazima awe ndani ya roho yako. Sijui kama kuna mtu amenielewa. Ili achukue haja yako aipeleke kwa Baba lazima awe ndani ya roho. Sometimes sisi tuna mawazo yetu, tuna fikira yetu, tuna matamanio yetu. Natamani niwe na hiki, natamani niwe na hiki. Roho Mtakatifu anajua haja ya moyo ambayo hata wewe mwenyewe kwenye fikira hujaijua bado. Sijui kama umenielewa. Haleluya. So inabidi uwe na Roho wa Mungu ili uweze kuomba kwa sahihi. Hapa anasema mkiomba katika, tutakaposimama kuomba katika Roho, ndipo tunaanza kuyaona matokeo kama kanisa. Kanisa hatuwezi kuyaona matokeo kama hatujaamua kuomba katika nini? Na ni muhimu kila Mkristo kuomba. Na ndio maana nikaanza kuwafundisha kwa habari ya Roho Mtakatifu. Kila mtu awe na Roho Mtakatifu, ili tukianza session za maombi, Roho wa Mungu achukue nafasi. Na ndio maana unakutaga mtu ambaye hana Roho wa Mungu, wengine wanaomba yeye yupo tu, anazubazuba, mara angalie nje, hajui hata kile kilichomleta kanisani. Unamkuta mtu yuko, utafikiri mkaguzi, yani yupo kwenye ibada, utafikiri nani? Mkaguzi. Wakati wa kuomba ni wakati wa mean business. Haleluya, watu wa Mungu. Kila mtu amaanishe, kila mtu ajiachilie kwa Bwana ili tumuone Mungu. Biblia inasema kwenye Matendo ya Mitume, wale watu waliomba. Biblia inasema wale watu wakaomba. Lakini hii ni matokeo kwa sababu watumishi wa Mungu walikuwa wamekamatwa, wamefungwa ndani. Baada ya kuonywa wasimhubiri Yesu Kristo, wakarudi kwa kanisa kutoa ripoti, tumeambiwa hivi na hivi na hivi. Wametuambia tusimhubiri Yesu Kristo. Kanisa likakaa sehemu. Nataka nikuonyeshe umuhimu wa kanisa kuomba. Haleluya. Kanisa likakaa sehemu moja, likasema hapana. Yaani ni kama walikusanyika kwenye kachumba kama haka. Wale watu wote waliokoka wakasema tuanze kumwomba Mungu. Wakaanza kumwomba Mungu, wakamwelezea Mungu mambo wanayoyapitia, mateso wanayoyapitia kwa watu. Wakamwelezea Mungu. Biblia inasema walipomaliza, mstari nafikiri 31 pale, unasema mahali pale pakafanya nini? Pakatetemeka. Pakafanya nini? Pakatikisika. Pakatikisika. Imagine earthquake ilitokea mahali pale tu walipokuwa wanafanya nini? Unapoomba matokeo yanakuja. Matokeo yakija, ujasiri unafanya nini? Unaongezeka. Bwana asifiwe. Kwa kuna umuhimu wa kanisa kuomba. Kanisa lilipoomba matokeo yalionekana. Baada ya kuomba ndio injili ilianza kufanya nini? Kusambaa. Sababu watu walijaa ujasiri walipotoka kwenye maombi yale. Walijaa ujasiri, walijaa nguvu ndani yao. Hawakuwa na aibu. Na ndio maana Yesu, ndio maana ndiko anasema sionei haya injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao nini? Wokovu. Kwa sababu gani? Hawa watu tayari wamejaa Roho wa Mungu ndani yao. Hata kuomba kwao kunaleta matokeo. Bwana asifiwe.